The greatness of a nation lies in its fidelity to its constitution and a strict adherence to the rule of law, and above all, the fear of God. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Wasikilizaji wangu wapendwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Leo ikiwa ni siku ya Jumamosi tarehe 31 ya mwezi wa 5 mwaka 2025, tuingia katika sehemu ya 17 ya mazungumzo yetu yanayoenda kwa anwani ijue mahakama ya kadhi. Katika sehemu ya 16 nilizungumzia kuhusu mambo matatu muhimu anayopaswa kuyajua kila Muislamu katika ilmu ya mirathi. Jambo la kwanza nilizungumzia kuhusu mali inayofaa kuitwa tarika, mali inayofaa kuitwa estate ambayo yafaa kugawanyiwa warathi. Jambo la pili nikazungumzia kuhusu namna ya kukabiliana na tuhuma ama madai ya kwamba kuna mtoto fulani wa marehemu hafai kurithi kwa sababu amezaliwa nje ya ndoa. Na jambo la tatu nikazungumzia kuhusu makosa yanayofanywa na mrathi ama warathi kuintermeddle na estate ama kuingilia na kutasarraf katika mali ya tarika bila ya ridhaa ya warathi na bila ya ridhaa ya mahakama ama kabla ya wao kuja kotini kuomba urathi ugawanywe. Leo katika hii sehemu ya 17 nitazungumzia umuhimu wa kuandikishiana watu wanapokopeshana. Umuhimu wa watu kuandikishiana wanapokubaliana kufanya biashara ya pamoja. Mambo haya yote nayazungumzia kwa sababu yako na mafungamano makubwa katika urathi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufundisha umuhimu wa kuandikishiana ndani ya Qur'ani. Na hili amelitaja katika suratul Baqara aya ya 282 ambayo ndio aya ndefu ndani ya Qur'ani. Mungu asema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamma faktubuhu walyaktub bainakum katibun bil'adli wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub waliyumli alladhi alayhi alhaq walyattaqillaha rabbah wala yabkhas minhu shay'a ila akhir alaya, paka mwisho wa aya. Aya hii yazungumza kuhusu umuhimu wa watu kuandikishiana wanapokopeshana, lakini sio kukopeshana tu. Aya hii pia kwa maana yake pana inatufundisha umuhimu wa watu kuandikishiana wanapoingia katika biashara ama muamala fulani wa maisha. Wafasiri wa Qur'ani watuambia al-ibratu fil Qur'an bi'umumi al-lafzi la bi khususi sabab. Mazingatio katika aya za Qur'ani ni lile neno limeenea kiasi gani. Hatuangalii sababu tu, kwa sababu aya hii litajwa deni haliingii jambo jingine. La, hapa kumetajwa deni, lakini chochote ambacho kwamba kitafungamana na masala ya kesho, watu kusema nilimpa mtu fulani kitu fulani, niliingiza shilingi milioni 2 katika nyumba fulani, pale nina haki yangu, hiyo pia yaingia katika mafhumu ya aya kama hii. Sasa miongoni mwa miamala katika mafhumu ya aya hii ni pale baba na mtoto ama mama na mtoto wake ama ndugu kwa ndugu wanapotaka kufanya kitu kwa shirika. Mfano mzuri ambao mwisho utakuwa na mfungamano na mirathi ni pale baba anaponunua kiwanja, malengo yake ni kujenga nyumba yenye msingi wa ghorofa 2, lakini kwa vile uwezo wake ni mdogo, baba akajenga nyumba ya chini na akajenga ghorofa ya kwanza. Mtoto naye akaja na pesa zake akajenga ghorofa ya pili. Sasa kama huyu mtoto kwa kufanya hivyo atakuwa amemsaidia babake kukamilisha nyumba yake, hapa itakuwa hakuna haja ya kuandikishiana, kwa sababu nyumba itakuwa ni ya baba, na baba akifariki watoto wote pamoja na huyu aliyekamilisha ghorofa ya pili
wote watarithi sawa kama Mwenyezi Mungu alivyoeleza ndani ya Qur'ani. Lakini kama huyu mtoto aliyejenga ghorofa ya pili yuajenga kwa malengo nyumba hiyo itakuwa ni milki yake, nyumba hiyo itakuwa yake, basi hapa kuna umuhimu wa yeye kuandikishiana na babake, kwa sababu kesho baba akifa, ndugu zake watakuwa wajua ya kwamba nyumba ya chini pamoja na ghorofa ya kwanza ndiyo mali ya baba inayofaa kurithiwa, ghorofa ya pili ni milki ya ndugu yao. Lakini ikiwa hakutakuwa na maandishi yoyote, baba anapofariki, ndugu wakileta kesi ya urathi kotini, wakose kutambua ya kwamba wewe ulifanya chochote kwenye ghorofa ya pili, mathalan wao walikuwa hawajui, ama mfano mzuri saa nyingine pengine mtu huwa labda yuko Saudia, yuko Ughaibuni, yuko Uingereza, yuko Marekani, akawa akimtumia senti babake, 1,000,000, 2,000,000, 500,000, 400,000, baba ajenga ghorofa ya pili. Lakini haya ni masikizano ya baba na mtoto wake, hayana maandishi, ndugu hawajui. Sasa baba anapokufa, ndugu atasema hii nyumba ni ya baba. Mtoto atadai la, mimi nilikuwa nikimtumia pesa babangu nikamilishe hii nyumba. Lakini ikiwa ndugu hawalijui hilo na hakuna makaratasi yoyote, basi ujue hapo huyo mtoto huenda akaumia, akakosa haki yake. Kuna kesi kadhaa za urathi mimi nimezisikiliza hapa Malindi, nishasikiliza kesi 2 za namna hii. Baba amejenga nyumba, baba baada ya kujenga mwana na yeye akafanya extension juu, akapiga plaster, akafanya nini, hakuna maandishi. Baba amenunua kiwanja, mtoto ana senti, akajenga nyumba ghorofa ya kwanza, ghorofa ya pili na chini, hakuna maandishi. Baba anapofariki, mtoto anapofariki, kesi yaja kotini, warathi wadai ya kwamba huyu marehemu ndiye aliyejenga mahali fulani, baba alikuwa na mchango huu tu. Warathi wengine wakasema ni urongo, ama baba akasema la, nyumba ni yangu, ardhi ni yangu. Sasa huyu mwenye kudai ya kwamba marehemu alitia senti yake, twajua ile nyumba ya marehemu, kitu fulani ni cha marehemu, ikiwa hakuna uthibitisho wowote utakaoletwa kotini, ikiwa huyu baba na mtoto hawakuwahi kuandikishiana, lakini mara nyingi mtoto atakwambia itakuwaje niandikishiane na babangu, mimi babangu siwezi kumwandikishia. Sasa mizozo kama hii inapokuja kotini, baada ya majadiliano ya warathi wote, mwisho sisi kotini huangalia title deed yasema kitu gani, title deed yasema jina gani. Kama title deed haijataja jina la marehemu, basi jua mahakama itaamua ya kwamba marehemu hana mchango katika nyumba hiyo, marehemu hana mchango katika shamba hiyo, kwa hivyo hiyo nyumba si mali ya urathi. Kwa hivyo kuna umuhimu mkubwa wa watu kuandikishiana wanapofanya jambo lolote kwa pamoja, ili kuhakikisha kesho haki ya mtu haitapotea. Pamoja na kuwa hakuna makosa wala si aibu mtoto kuandikishiana na babake, hakuna makosa wala si aibu mtoto kuandikishiana na mamake, hakuna makosa wala si aibu ndugu kwa ndugu kuandikishiana, kwa sababu hivyo ndivyo Qur'ani inavyotufundisha. Kwa leo nitakomea hapa, na siku ya Jumanne insha Allah nitazungumzia kuhusu aina ama sampuli za title deeds, kwa sababu hapa nimesema ya kwamba watu waandikishiane. Sasa nataka kuwajulisha aina ya title deed inayofaa kutolewa pale mtu na babake, ama watu wawili, ama watu watatu, ama hata watu watano wanaposhirikiana kujenga nyumba kwa pamoja, kila mtu akatia mchango wake. Mwafaa kutoa title deed namna gani ili hata mmoja akiondoka kuwe kuna uthibitisho kwamba fulani pia alikuwa na mchango hapa. Kwa haya machache yaliyokuwa mengi, nasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, wal afwa minkum. Al-Qaumi TV, bustani ya elimu na da'wa.